Engo gani? Unaambiwa ni ruksa kuitafsiri dunia kwenye namna vile ambavyo wewe unahitaji. The issue ni kwamba wewe umesimama kwenye engo gani. Right now ni kama Dikaze amepata hiyo verification. Ukipita huko mitandaoni utakutana na comments za watu wengi sana ambao wanatoa heshima zao kwenye kile ambacho Dikaze amekifanya kupitia hii hapa project ya kwake ambayo umetoka kuisikiliza right now kutokea kwenye playlist ya kwake DJ Bone official DJ wa Hastage ambao unamsikiliza hapa kila Jumatatu mpaka Ijumaa. So inaitwa Music Phase ya kwanza imekamilika kaa hivyo. Asante baba, si ndio? Yeah. Track inaitwa Tafsiri imekamilisha playlist ya DJ Bone as I said before, na ni moja kati ya ngoma ambazo zinafanya poa sana right now. Speaking about hii ngoma, Dikaze anazungumza kuhusiana na tafsiri ama perspective, namna ambavyo kila mtu anayaona mambo kwenye hii dunia, kwamba kila mtu anaweza kuwa the point ni kwamba kila mtu anaweza akawa analiona jambo kwa namna yake ya kipekee kulingana tu na sehemu ambayo yeye yupo. Kwa hivyo mwisho wa siku wote tutakuwa na tafsiri tofauti kwenye kile ambacho tunakuwa maybe tunakizungumzia. So huku ndani zimezungumzwa falsafa nyingi sana bana. Shout out to Dikaze na kile ambacho ameweza kukifanya. The fact ni kwamba dunia ama concept nzima ambayo mimi nimeielewa kwenye hii ngoma ni kwamba dunia sio kitu cha kusema objective, ni subjective, kwamba kila mtu anaona kwa experience ya kwake. Yuko mtu ambaye hataki kusikia kuhusiana na mapenzi, lakini kuna mtu ukimwambia kuhusiana na mapenzi umemleta Bonnie. Yeah. Wewe si ndo wale au na wewe ndo ile ex arudiwi. Kuna watu ukizungumza stories za mahusiano anakuambia mahusiano hapana kabisa, achana na huo utapeli na vitu kama hivyo, lakini kuna mtu ukimwambia kuhusiana na mahusiano anakuona kwenye namna ambayo brother ana akili, amezungumza kitu ambacho kina fact sana. Jambo lingine ambalo mimi nimenote kwenye ngoma ya Dikaze ni kwamba licha tofauti ambazo tuko nazo kama binadamu, kuna maeneo binadamu wote huwa tunashare maana kutokana na uhalisia wa jamii. Mfano, kuna mwanafalsafa mmoja anaitwa Edmund Husserl, yeye anasema kwamba kitu kama pesa wote tunakiona kina thamani kwa sababu imekuwa ni imani ambayo ni jumuishi kutokana na uhalisia wa maisha. Yani wote kwenye vile ambavyo tunavipitia, imani yetu kuhusiana na pesa imetengenezwa kwenye namna fulani ambayo tunakutana kwenye sehemu moja kwamba wote tunaiona pesa kama kitu ambacho kina thamani. So ni ruksa kwa sisi kuweza kuitafsiri kwa namna yoyote ile ambayo tunahitaji. Tatu, kuna mwanafalsafa mmoja pia anaitwa Martin Buber, yuko na falsafa yake inaitwa The Space Encounter, ambayo anaamini kwamba ili kuweko na usawa, binadamu tunapaswa kuishi kwenye mahusiano ambayo kila mmoja anamwona mtu mwingine ama anamtafsiri mtu mwingine kama mtu wa kipekee. Mfano, kwenye ngoma ya Dikaze kuna ile line ambayo anamtaja Hashim Thabit kwamba Hashim anamuona Joti kama mwala, lakini kuna Ankonzala ambaye anamuona Joti ni kama dude fulani hivi kubwa sana, bonge moja ya giant. So track inaitwa Tafsiri. Is concept zote ambazo nimetoka kukuambia hapa zinapatikana kwenye hii ngoma ya kwake Dikaze, bonge moja la John. Shout out to DJ Bone bana, amegusa ya mwisho kwenye Music Phase ya kwanza. The fact ni kwamba track inapatikana kupitia majukwaa yote ambayo yanatumika kwa ajili ya kuweza kusikiliza muziki. Go and check it out, uendelee kuenjoy muziki mzuri wa rap kama ambavyo tumekuwa tukifanya always kupitia Hashtag. Lakini right now ni time ya mimi kuweza kusema welcome to the show bana. Tutakuwa hapa mpaka 3 kamili za usiku, tuna log out. Get yourself ready kwa ajili ya kuweza kuzisikiliza ni HSI, mastori yote mambo ambayo yanafanya fresh kabisa kutokea hapa nyumbani, Kodia Plus 255, and of course we get Nala Mzalendo, Diego Nala Dona.